Leo tutazungumza jambo ambalo watu wengi hawalioni, na jambo hili limekuwa chanzo cha matatizo mengi. Jambo hili ni umaskini wa mawazo. Asilimia kubwa watu wengi wao wana umaskini wa mawazo. Moja kati ya kitu ambacho wataalamu pia wameweza kuongelea sana ni kwamba asilimia kubwa ya kitu chochote kile huwa kinaanza kwenye mawazo. Sasa umaskini wa mawazo ndio umaskini ambao ni hatari sana kuliko umaskini wote ule. Sasa kuna sababu ambazo zinapelekea watu wengi kuwa na umaskini wa mawazo. Sababu ya kwanza ni kuogopa kuanza. Sasa tatizo la watu wengi, mtu anaweza kana idea nzuri ya biashara, anaweza akampata jambo zuri la kufanya, lakini huwa anaogopa kuanza. Sasa kuna vitu ambavyo huwa vinapelekea mtu akashindwa kuanza jambo lolote lile, na njia ya kuweza kumsaidia huyu mtu, soma vile vitabu ambavyo ni vya maendeleo. Kuna vitabu ambavyo vinaweza kusaidia sana katika ukuaji wa mtu. Maana yake ukitaka kufanya jambo ambalo linaweza kutoa hofu, basi soma kupitia vitabu. Kuna vitabu ambavyo vitakufanya wewe uweze kujiamini zaidi na uweze kuanza. Lakini pia jambo lingine ni kulaumu mazingira. Asilimia kubwa watu wengi ambao pia wana umaskini wa mawazo na watu ambao huwa wanapenda sana kulaumu mazingira. Sasa hii ni hatari sana katika maisha ama katika mafanikio, sababu kulaumu mazingira maana yake haitaweza kusaidia chochote wala kubadilisha chochote, bali kama ni tatizo lazidi kuongeza tatizo. Sasa ili uweze kuepuka ile tatizo, kana watu ambao wana maono makubwa. Usiwe watu ambao wana maono, watu ambao wana maono makubwa. Hii ndio inaweza kusaidia pia. Lakini pia kitu kingine ni kwamba kukata tamaa haraka. Asilimia kubwa ya umaskini wa mawazo, pia watu ambao wana changamoto ya umaskini wa mawazo ni kwamba watu ambao wanakata tamaa haraka sana. Kabla jambo hajalifanya au amelifanya, basi huwa anaanza kukata tamaa. Unaweza kama amesikiliza maneno, amesikiliza vitu mbalimbali kwa vinamkatisha tamaa. Lakini pia kitu kingine ambacho unaweza kusaidia katika kukata tamaa haraka, kana watu ambao wana malengo makubwa katika maisha. Moja kati ya kitu ambacho kinaathiri sana watu ni kukaa na watu ambao ni watu ambao kwa negative. Yaani kila kitu yanaanza negative, huwezi kutoboa katika maisha. Maana lazima ukae na watu ambao huwa wanalia malengo makubwa zaidi. Lakini pia sababu nyingine ni wivu wa mafanikio ya wengine. Sasa kuwa na wivu wa mafanikio ya wengine, labda fulani amefanya mpiga hatua, amefanya jambo fulani, basi mtu anakuwa tu na wivu tu. Sasa hii pia ni issue ambayo inapelekea watu wengi kushindwa kufanya maendeleo yao binafsi, sababu tu ya wivu. Sasa kubali, njia ya kuweza kumsaidia mtu ni kujifunza. Jifunze, yani kubali, jifunze kwa wale ambao wameweza kufanya, wameweza kufanikiwa. Lakini pia kitu kingine ni kutojifunza. Moja kati ya kitu ambacho kinafanya watu wengi kuwa na umaskini wa mawazo ni kutojifunza vitu vipya. Maana yake lazima uweze kujifunza, sio tu kujifunza vitu tofauti. Hivi vitaweza kukufanya uweze kuondokana na umaskini wa mawazo. Sababu umaskini wa mawazo ni umaskini ambao ni hatari sana. Alisema Bwana Emmanuel Romide, moja kati ya kitu ambacho watu wengi hawakijui ni kwamba kutokujua sio tatizo, ila tatizo ni kutokujua kwamba haujui. Ndio changamoto kubwa ya kitu ambacho leo tuongelea. Bwana, mimi ni Robert Kilongola, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha. Moja kati ya vitu ambavyo nimeziongelea ni vitu gani ambavyo vinakupa changamoto katika hizo zote, vinafanya wewe unaweza ukaingia kwenye umaskini wa mawazo.